Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi mtazamaji. Mazungumzo yetu yanaendelea. Tumefikia muda wa lala salama. Pengine niwape wageni wangu dakika za mwisho kuzungumzia wazo lako la mwisho. Bwana Omolo. Asante sana Jamila. Mimi nitasema kwa haraka. Unajua nimesikia vile wananchi wamesema. Unajua multi-party democracy tulipata after ile repeal president alifanya section 2A. Na unajua wakereketu na waandaji wa katiba walikuja wakaleta katiba mpya na wakaweka article 38 ambayo imekubali kila Mkenya kubuni, kuungana na chama na hata kusimama kiti. Na unajua kwa hiyo katiba bado kuna article 91 ambayo inasema kwamba chama yote ambayo imebuniwa lazima kuwa na sura ya Kenya na pia lazima ilete amani. Tofauti ni kwamba hawakutarajia kwamba kuna vyama ambayo itabuniwa ambayo ni ya ukabila. Unajua pia wakora wanakuja wanaungana kwa sababu wanatafuta kiti. Na hiyo ndio sababu unapata Omolo usite wanasiasa wenzako. Sijasema mtu yote, mimi nimesema wakora. Wakora is just a language. Wamekuja wakaungana. Na Wakenya ile kitu wanaona kwamba ukilinganisha hizi vyama na zile vyama za South Africa, unaona ANC imekuwa na kuna DA na kuna ile ingine ya EFP. Na unajua hiyo chama ANC imeongoza sana. Na sisi kama UDA ukiangalia institutionalize, yani tumeweka hii chama yetu kila mahali. Iko na sura ya Kenya, ukiangalia offices ziko kila mahali. Na hizo offices iko na watu ambao wanafanya kazi, wanaunga chama, wanafanya kazi kwa sababu tunataka chama ambayo inakuwa kama itabaki milele na milele. Si ati gari ambayo leo tayari kitoboka tunaacha hiyo gari tunatupa. Lakini ile kitu tumeona kwamba watu wanakuja na vyama alafu baadaye. Lakini ile challenge ambayo iko tumeona kama vyama ni kwamba kuna hiyo nidhamu ya wabunge. Wale wanachaguliwa kesho wakienda bunge wanaruka pande ile nyingine. Nidhamu ndio imekosekana katika hizi vyama zetu. Ya pili ni kwamba wakati mtu amesha buni chama yake, labda ana sera, ni hasira, ni kurevenge, ni njia ya kupata, ni ukora ile ya kupata njia ya kukaa kwa meza na kuchaguliwa kama waziri. Na unajua ndugu yangu amesema kwamba ati watu wanasema CPE yake ati si ya ukabila. Na yeye mwenyewe party leader alisema ati watabaki na title. Bwana Omolo, hii ilikuwa nafasi ya wewe kutoa wazo lako la mwisho. Usimwingilie mwenzako. Asante. Tuende kwa bwana